ukiokoka ukampokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, si tu kwamba anakusamehe alafu dhambi yako anafuta. Na sio tu kwamba anafuta, anaondoa madhara ya dhambi kwako. Anayaondoaje? Kwa kuweka kitu mbadala. Mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo hakusamehi tu, lakini anaondoa mauti, anakuvika uzima wake wa milele. Mbinguni kunakuwa hakuna record, hakuna kumbukumbu. Tunaenda sawa sawa. Na ndio maana wale wasomaji wa Biblia wanajua pale kwenye msalaba kulibandikwa hati mbili za mashtaka. Hati moja ilikuwa inaonekana, hati nyingine haionekani. Hati iliyokuwa inaonekana ni mashtaka ya kwamba Yesu ni mfalme wa Wayahudi. Lakini maandiko pia yanatuambia hati zote ambazo shetani alikuwa amezitengeneza kwa ajili ya kutushtaki kwa maneno yake, alizigongomelezea pale msalabani. Kwa alipozigongomelezea pale msalabani, alimaliza. Tunaenda sawa sawa. Na akisha kutusamehe na kufuta na kutuhesabia haki ya kusimama mbele zake kama vile hatujawahi kufanya kosa, Biblia inasema katika Agano Jipya, ndani ya damu ya Yesu hakuna kumbukumbu la dhambi. Ukiona unashtakiwa ndani yako wakati Mungu amekusamehe, mbinguni hawakushtaki. Kuna aidha shetani ana kopi ya mashtaka, au moyo wako haujapokea msamaha. Moyo wako usipopokea msamaha, utasikia kujihukumu. Na maandiko yanasema mioyo yetu isipotuhukumu, tuna ujasiri mbele za Mungu. Maana yake lazima damu iingie ndani yako, sio tu kwamba usamehewe, dhambi iondolewe, lakini na madhara ndani yako, kujihukumu kuondoke, ndani yako kujisikia kushtakiwa na kupoteza ujasiri mbele za Bwana kuondoke. Kama ni kitu kimekufa, Mungu aweze kukifufua kwa upya, akianza kufanya kazi ambayo Mungu ameikusudia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikupe mfano huu alafu tuweze kuomba. Misali 14:23. Katika kila kazi mna faida. Katika kila kazi mna faida, bali maneno ya midomo huleta hasara tu.